Jaribu kuanza na swali. Kwa swali la kwanza hapo linauliza kama evangelist anaona kosa la mchungaji wake anaweza kumuonya. Swali kama evangelist anaona kosa la mchungaji wake anaweza kumuonya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote Mungu anatuleta pamoja, kanuni ya unyenyekevu, kanuni ya kuongoza, hakuna mtu mwenye anaweza kujua. Ni lazima ujifunze unaifanya kwa njia gani, namna gani, wakati gani na mahali gani. Sijui kama tunaelewa ile nasema. Hakuna mtu hawezi kujua. Kuonya mtu maana yake ni kumwambia kwamba kuna kitu umefanya ambayo imeonekana ni makosa au sione kwa Mungu ni makosa. Ama imenikwaza ama ilikwaza mtu fulani. Lakini lazima ujue unaisema wapi, kwa wakati gani, kwa sauti gani. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu ambaye unamzidi cheo hawezi kumuonya jinsi unavyotaka. Na kama wewe ni mwinjilisti, unaona kwamba mchungaji amekosa, na hiyo kosa kama hairekebishwe itaua, zungumza naye kipekee. Wewe hakuna mtu mwingine, uzungumze, mwambie mchungaji nimeona hiki kitu hakiko kizuri. Mtu wa Mungu ambaye anajaa Roho wa Mungu atakusikia. Na hakikisha hiyo jambo linabakia na wewe na yeye. Usitoke kwako kwenda kwa mtu wa pili. Mwelekeo uone. Tulijifunza jana kwamba mtu wote mtaonya kama amekosea, lazima muone na uache wakati ipite ya kuchungulia, kuangalia ikiwa amebadilika. Tukikuta kwamba hakubadilika ama ile kitu ulizungumza na yeye haikubadilisha, hakubadilika, wewe mwinjilisti unaweza sasa kuchukua hatua ya kuona mtu mwingine mwenye anazidi ule mchungaji wako mamlaka. Kitu usifanye ni usiambie mwenzako mshirika wa kanisa au mwenzako mtumishi wa kanisa, kwa sababu hiyo inakuwa kuharika. Wewe ndio uliona ile kosa na ni mzigo wewe unabeba. Zungumza na yeye wewe. Ukiona ya kwamba habadilika na hiyo kosa inaendelea, tafuta mchungaji mwingine au kama mko tafuta askofu wenu. Kama yeye iko haiendi askofu, tafuta mwenzake askofu. Zungumza naye, usiana na jambo, alafu wewe na yeye tena mwende kuzungumza, mshauri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tu ndio usifanye ya kusema na mshirika mwenzako, unaanza
ya baba yake na mfuniki akunywe kwa shida. Lakini wakati aliona akatoka kwenda kuwaambia ndugu zake, ndio sali kwa talani. Na hakufunika, hakujihusisha kufunika, lakini alifurahi na kueleza kosa ambalo linakuwa baba, na hiyo ndio talani. Lakini kama amejihusisha na kufunika na ikomee kwa hiyo kitu ilikuwa inaisha, na ungesikia kwamba Nuhu alilaani mwanae, na hakuna mdogo yake na Nuhu, mtoto wa Nuhu angejua, na labda haijaandikwa hata kwenye Biblia. Wanaweza kusema hiyo tu ndio tunaweza kusema. Kama unatumika chini ya kiongozi wowote, chini ya kiongozi wowote, unaona kosa, zungumza na yeye mwenyewe. Hawaonyaki kiongozi katikati ya watu wenye anaongoza. Ukifanya vile atakutenga na haki. Kwanza hiyo tu kutenga, anapaswa kutosha na ile kikundi, kwa sababu unakuwa le manager. Wanaweza kusema katikati ya watu wanaoongoza, yeye anasimama na ona asimama mwanzo kumoja, lazima aidha kwa kiongozi au yeye kwa kiongozi. Usifanye kosa lolote. Wanaweza kusema. Swali ya pili, tutaendeleaje kutubu na utukufu wa Mungu au usamehe yake? Tufanye nini basi? Ni mapendo. Tafadhali tutasoma tena. Sikusema kwamba utukufu wa Mungu au usamehe yake. Nilisema upako. Na sikusema ya kwamba ukitubu upako hawezi samehe. Nilisema moyo mgumu. Sijui kama tunaelewa. Mungu wa rehema anakutumikisha na kuona dhambi. Lakini sasa upako kushukia ndio haina mambo ya leo. Ndio inatembea kulingana na utakatifu wa nani? Sasa ikifika itakeshea ya kimungu seloni siku inakuwa ikutana ugumu wa moyo, kuna dhambi umeficha haupendi kuitubu, na hata kama umeona umetia ugumu au umepuuzia, upako utasanksione. Hata kama Mungu alikuja kwako kwa rehema, upako ya Mungu utakusanksione. Na sasa upako wa Mungu utakusanksione, ndio tukisema unakuwa sawa, unabatiza dhambi. Uliopokea roho njema kutoka kwa Bwana, unapokea roho mbaya kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Uliyempone unakuwa ambisida baadaye. Utabaki unatumika, lakini ulishakuwa na roho ya kutokutubu. Na mwisho yako sasa itakuwa ni kuangamia. Na ile roho ya kutubu haitokai kwa shetani. Maandiko haisemi shetani aliwapatia roho ya kutubu, aliwapata. Ile sema Mungu aliwapa roho ya upotevu. Haiko shetani.
Ni watu walipewa nafasi ya kuwasilimu mambo matakatifu, walipewa nafasi ya kukusa na kuhudumia na kutembea katika upako, kisha wakaanza kujue naye. Na sasa wale ndio watu wanaowaka roho ya kupotea, roho mbaya kutoka nani? Ni tunapasha tu wazo liliokuwa hapa ni kwamba usitake nguvu ya Mungu au ya tuma. Kama uko mkweli na wewe peke, mbele ya kuendelesha vyote tu. Kisha tu unaweza endelea na mambo mengine yote Mungu atakubali. Ukiendelea ile kutubu, ndio kwa sababu Mungu alikuita na amekuwezesha vipawa, na vile vipawa vyako ni kwa ajili ya watu. Mungu atavitumikisha vile vipawa, watu wake wafaidike. Sasa Sabato watu wanafaidika. Kuna upako unashukia, kuna upako unafanya kazi, ndio alisamea. Itakwenda kuja na angalia kwa siku zenye violet na sanction. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukitubu Mungu atasamehe. Ni kutokutubu kunegligishe sana. Ndio problem. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanasifiwe. Nilipenda nijue nini ndio haki. Pamoja mtu anazini, anawezesha mimba. Anazini anakuja tu. Mimba sasa inaonekana. Mkanisa zimoba na mtenga. Wengine wanampangia ndoa ya haraka kumfungia na iko na mimba. Ya wapi ndio unaona iko haki. Bwana Yesu asifiwe. Swali nzuri. Asante sana kuniuliza. Hao wanamtenga na wengine wanatengeneza ndoa ya haraka wanafunika. Ya wapi ndio unaona iko haki. Logiquement parlant, tuambie mtu akizini na kutubu alishasamehewa. Ndio vile mimba ikitokea nyuma ya pale, anatengwa ni juu ya ushuhuda. Na kama kuna namna ya kufanya ushuhuda usiaibiki, sioneshe. Ndio ninasema Bwana mami, mimi sioneshe. Kama kuna namna alitubu, alifika kutubu. Tusilete maswali mengine nyuma yao. Jana wote wana maswali wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatubu. Si Mungu anasamehe. Mimba inatokea. Utamtenga kwa ajili ya ushuhuda. Lakini kama kuna namna ya kuwaleta pamoja hao wawili na mimba haijajulikana, hatufanishi. Na hekima ya kutunza usafi wa nini? Hii kuna skandali kuliko nzuri kuliko kumtenga baada ya kusema alibebesha mimba. Wao wengine wanasema ifo mimba kwanza zalini tutambarikia. Mtaratibu. Mimi wakumbusha kama ule mtu akikufa kwa kishaka tubu atenda Mungu. Sasa ya wapi ndio yakaba?
Salike tu. Eski tunaamini msamaha? Na kama tunaamini msamaha, na unaona kwamba kwa mesure ya kuregulariser kitu officiel, msindikizi. Sasa tutajifunza juu ya kubariki ndoa hapa, msikubalishe tu wale wanafunga. Ambie kanisa kama atavana ile robe asifunike sura. Muombe asivale sheri. Muombe ache waende waishi. It's working university. Kuna kanisa kubwa, watu wengi. Ya someone mwenye alikuwa analala kwa kanisa. Analala wapi? Hana kazi, hana kitu. Akamwendesha mimba. Wakati anamwendesha mimba, mchungaji akaona ni aibu kubwa. Mimi napata kanisani na tafanya nini? Akaita le binti. Unampenda ukaka? Wewe kaka unapenda binti? Mwite wazazi. Hawaita. Ninawapa ndoa. Hata ulipo maji. Ninawapatia nini? Alitangaza kanisani, akaorganize fete. Akamata nyumba, kumbe mwene mwikali. Nisikuonake tena hapo wefi. Uya kunilomba. Nilikupa yote na nilikutaka uende vizuri. Unanilipa mzuri. Mzuri. Naambie, ninakuruhusu uende njia yako bila shida. Bila shida. Na nitunze mshuhuda yangu zilipagale matope yangu. Akawaita, akawapa ndoa, hawakumpa mali. Akaenda kusivi, akatia na franka. Fete kila kitu ali. Mtu wangu anaolewa. Dosi nafanya nini? Kana sauve église na témoignage yake kama mchungu. Kuna vitu vingine kwa kukosa hekima, kwa kukosa hekima. Itakuja directement pourquoi avoir un rendez-vous de cérémonie wakati Roho Mtakatifu iko na anaweza kutuongoza kufanya vyote. Ndio kesi la Mungu. Sababu sisi watu wa kiroho. Jana tulikuwa tuna utaratibu ya kufuata na tuko na Roho Mtakatifu mwenye anaweza kutufunulia, mwenye anaweza kutuongoza, atusaidie tufanye kila kitu kwa utaratibu mzuri. Jibu ni Wakorintho wa kwanza 14:40 ni moja ya maandiko ninaipenda katika utumishi. Bawaje niko fanao maandiko yote. Mbele ile ni yaka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Inasema lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Mtumishi wa Mungu Paulo anataka ndani ya kanisa uwepo utaratibu. Juu kidogo anasema Mungu wetu ndio
na mambo mbalimbali na sherehe mbalimbali ambazo wataitwa kuzihudumia au kuzisimamia, ni vizuri pia kanisa liwe linajua mkipindi fulani, hapana kanisa, mtumishi wa Mungu au anajua mkipindi fulani ninapaswa kufanya hivi. Na leo tutaangalia baadhi ya seremoni zenye zinazoyaka kufanyika sana, zenye tutajifunza. Ya kwanza ni ndoa, batizo. Ya pili, kukaribisha waamini wapya ndani ya kanisa, akili mvuma, meza ya Bwana, kubariki watoto, huduma ya mazishi, uzinduzi wa kanisa, ibada ya maombezi. Na tutamalizia na kubariki kiwanja au nyumba ya mtu alijenga au alinunua, anakuita ubariki. Ndoa, ubatizo, kukaribisha waamini wapya, meza ya Bwana, kubariki watoto, huduma za mazishi. Kuna kitu kilisote pale, huduma kwa wagonjwa, uzinduzi wa kanisa, ibada ya mabariko ya watumishi, na kubariki jengo jipya la kifamilia au la kibiashara. Bwana sasa, ni haya ambao tutajaribu kudevelope leo. Mungu anisaidie tuyamalize yote. Bwana sasa, tuanze basi na ndoa. Kwanza tutakumbuka kwamba ndoa iko sherehe takatifu na sherehe ya zamani kuliko zote. Niruhusu niseme kwamba ndio sherehe ya kwanza iliyosherekewa duniani, na mwanzilishi wake ni Mungu, haiko mwanadamu. Kwa hiyo tunapoenda katika wazo na kubariki ndoa, huku maprinsipi zenye tutosha heshima, avant tuone jinsi tutabariki. Prinsipi ya kwanza ni kujirasire kwamba wanani watabarikiwa. Ni wanani watabarikia ndoa? Mume na mke. D'après Bible, ndoa ni muungano ya mwanaume na mwanamke. Hapana alijibadilisha kwa mwanamke au akajibadilisha kwa mwanaume. Mimi alizaliwa mwanaume na mwingine alizaliwa mwanamke, wanakuja pamoja kwa kuunga ndoa. Ile ni prinsipi iliyoshauriwa sawa mtu anaenda kubariki ndoa. Bwana sasa, prinsipi ya pili, unapaswa kuheshimia ni kuhakikisha
hao wawili wako katika upendo na wanaamua kuishi pamoja katika ndoa wao wenyewe. Na ile hautaifanyia kanisa, utaifanyia wapi? Hapa wewe kanisa. Ndio maana tunazungumza. Na nikukumbusha tu ukifika kanisa ukiuliza wewe ndio unaamua kuishi na huyu bwana au wewe unaamua kuishi na huyu mmoja akatala ile ndoa. Unaweza kuivunja, nasema haita. Rasimu nyingine unapaswa heshimia ni kuhakikisha kwamba jamaa mbili zitakazoana kulingana na tamaduni yetu huku, jamaa mbili ambazo zitaoana wanazungumza na wakubaliana na wanaheshimu yale mambo yao. Ile ni kitiri yetu. Tunataka kuhakikisha kwamba wazazi wa jamaa zote mbili walizungumza na mambo walikubaliana wakayaheshimu. Kama hawakubaliana na heshimu ile mambo, mchungaji kuna haki pia ya kujiondoa na ile jambo. Bwana sasa ndio bariki ndoa tusijishi hapa ndio tunashukuru walikuwa pale kwa sababu wafi na mama. Bwana nianze kubariki hawa. Nilishika kuendelea kwa exige mpaka wakuje. Bwana sasa kwa sababu wale wanaweza kutupiga makofi kesho na lawama kutapia kwa pastor. Ikiwa pastor wa eglise dirige lawama zote wende wakizelesha wala usani. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba hiyo jambo linafanyika. Tusahau pia kanuni ya kuheshimia serikali ya nchi. Tusirukie kubarikia watu ndoa na wajafanya maresi. Sheria ya nchi yetu inarekomanda hiyo. Wewe mtumishi wa Mungu sasa kwa bidii na mamlaka na wabariki. Waelekeze wale ambao wanafanya ndoa wakutane, wafanye pia mapatano yao mbele ya serikali kabla haujasimama kubariki mbele ya Mungu. Bwana tusaidie sana. Ni mzuri pia uhakikishe unakeshea kwamba huyo ambaye unaenda kubariki katika ndoa hajafanya ndoa nyingine na mtu ambaye anafanya naye angalia anaishi. Alifanya naye ndoa angalia anaishi. Mzuri hakikishe tunabarikia ndoa hajafanya ndoa nyingine. Na kama alishafanya ndoa nyingine na ule mtu angalia anaishi, kabla ya kuamua kubariki ile ndoa wala hapana, lazima uwe umefuatilia kujua sababu zilizofanya waachane na uzione kwamba zinafaa au hapana. Haiko decision mrefu. Mtu ambaye anashaka Mungu anajipresenta kwa anataka kumunga tena na Mungu wake au Mungu wake ndani hai. Haiko decision kama haraka
umeambiwa kulomba ndoa, zunguka, fuata ule mwenye aliachana naye. Ukipata nafasi, ukiweza, zungumza naye, msikilize. Ndio unaweza kuamua. Wewe mashauri ya kutosha, mawazo ya kutosha, mazungumzo ya kutosha, hiyo jambo linaweza pia kufikiriwa kisha kumaliza hizi zile maneno zote. Ndio unaweza kudetermine kwamba ndio au hapana. Bwana sasa, nakumbuka kuna pastor mzee wa kanisa aliachana na mke. Ule mke akaenda olewa. Mzee alikuwa anapenda Mungu, akapenda kanisa, endelea kuomba, tumikia Mungu. Baadaye akasema sitaishi hivi. Nafanya wale kabisa na miaka 45. Sio nzuri kuwa na mke, endelea kuishi naye. Akafuata utaratibu, wakamuungia kanisani. Sasa ilishapita, mke kule kwenye aliwaka, wanaanza kusana na mume wake. Karibu tu mlango hapo, wanaanza kusana na mke wake. Mume wake anajisikia hana amani, akaamua na yeye après 2 ans, bwana yuko mbele ya Mungu, akaamua kukuya kwake. Bwana anaenda kazi, anamkuta bibi iko nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Anajikutana hiyo sasa, mjumbe kuna wapi hapa? Ataacha huduma, tutamtenga chizu mpando. Bwana Yesu asifiwe. Tutamwambia fukuze, atafukuza nani? Wa kwanza au wa pili? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kanisa tunapaswa kuwa waangalifu sana kwa mambo kama yale. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu tunakuita kubariki ndoa, uliza mambo yote, peleleza na ule uhakika kwamba hiyo kitu kiko sawa. Wapo ni engagement yenye naona jiangalie mbele ya Mungu, utakuwa kwa sawa mbele ya Mungu kwa ile jambo ambayo ulikubali. Bwana Yesu asifiwe. Prinsipe ingine ya kufuata kabla ya kubariki ndoa, hakikisha hao wawili, kama mmoja au mwingine na watoto, umewazungumza, waambiane ukweli kuhusiana na hiyo. Mara mingi ninawaulizaka wale ambao mimi kama nitabariki, ninawaulizaka kuna jambo lolote ambalo unajua mwenzako hajui kuhusu na ambalo akijua kesho anaweza kasirika. Mara nyingi ninawaulizaka Yesu, na ile swali niliulizaka na mtu binafsi, sitaiuliza na wote wako pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi kama kuna jambo lolote atakwambia, kwa sababu mtu atakwambia kuna jambo ambalo mzangu hajui, lakini nimeshindwa kumwambia, msaidie afikie watu. Wazungumze, ufunue mambo mbalimbali
Bwana tusaidie. Napita tu siku chache nilikuwa nakusudie wengine nakutana nakwambia leo ndio ninakumbuka kama bibi ni mwana wa Bwana hii afanye. Tena pana wa Bwana kujua tunakwenda, lakini alienda akaolewa hapa, kaishi mwaka, kaenda hapa kaishi miaka 3, hapa kaishi miaka 2 na hapo mwaka mmoja na mimi kwa watano. Bwana tusaidie. Hilo ni siri. Bwana tusaidie. Sasa wote tunawabarikia, lakini kwa hiyo sije na chama. Bwana tusaidie. Ila si hakikishe na kiongozi. Bwana asifiwe. Nafasi kwa kiongozi. Karibu hapa. Tulikuwa tunasema nini? Wapendwa, wakati unaheshimu hizi kanuni hautakuwa na shida. Hakikisha unafanya hivi. Kanuni nyingine ambayo unapaswa kupewa kabla ya kuwabarikia ni kwamba wameelewa kwamba wanaenda katika ndoa, wataishi pamoja mpaka kifo kiwatenganishe. Haiku mariage pamoja. Aurukie tu kuja kuwabariki, kisha après 5 ans maneno expire, ndoa inaishi. Ndio basi tulikuwa ndoa yetu ilikuwa ya contrat. Haikuwa ya kuishi yote. Sasa wewe utawabariki na kujirasire. Uliwazungumza na wakuhakikishia kwamba tunaenda kuishi katika ndoa siku zote mpaka kifo itutenganishe. Na usikose pia kuwakumbusha responsabilite ya kila mmoja ndani ya ndoa. Wakati unataka kwenda kuwabarikia, wakumbushe responsabilite ya kila mmoja ndani ya ndoa. Mwanaume, Mungu anamwambia kulingana na Efeso 5:15 mpaka 31, apende mke wake, ajitoe kwake, amtunze vile Yesu analitunza kanisa. Ile ni devoir ya mwanaume, ni responsabilite yake mbele ya Mungu kupenda mwanamke. Efesiens 5:25-31. Wakumbushe pia responsabilite ya mwanamke kwanza katika Waefeso tena 5:11-24. Mwanamke anaombwa na Mungu kumtii mume wake. Efesiens 5:22-24. Unakumbusha ile principle, ile responsabilite ya mwanamke kumtii mume wake. Na vile nasudia vizuri ndio mapambo ya wamama waliookoka. Mapambo ya wamama waliookoka ni kutii kwa waume zao. Bwana Yesu asifiwe. Principle nyingine ni kukumbusha kwamba ndoa ya Kristo haiko ya mume watu wawili au mke wanaume wawili. Lazima wakumbuke kwamba wanaungana mtu mmoja kwa mtu mmoja mwingine, mwanaume mmoja, mwanamke mmoja. Pana ile ya kusema tushakubaliana madam niongeze mwanamke wa pili, basi wewe utubariki
kubariki. Umesikia vipi? Bwana Yesu atusaidie. Tulishapata na madai na mwambie juu na mimi niliiti. Basi barikia tu ndoa hiyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Na pastor Kongole mmoja alienda kukundi akajibarikia yeye peke. Yeye Maria na yeye pastor. Mkomboani Mungu alifanya vile Mungu. Heshimia zile kanuni kabla ya kubariki ndoa. Ukishaona kwamba hizi kanuni ambazo ninaeleza hapa zimeheshimika, unaweza kubali kubariki ndoa. Na unapokuwa unabariki ile ndoa, utaona hapa sikusema juu ya mali. Nilisema tu juu ya makubaliano ya mali hizi. Ndio ninakuambia. Ndio walipana mali ya kupana ile ya kuhusu. Ni kama baba na mama walikubaliana, baba wa fi na baba wa kasho walikubaliana kwamba watoto wao waungane, ile ndio inatosha. Mali walipana ile ya problem yao. Kama walipana ndio sasa kuandikisha ndoa, watadeklare mali walipana na registre ya kanisa. Ni juste bien témoignage, mais il y a maana sana ni quoi est-ce que les deux familles se sont convenues. Walikubaliana kuungana kufanya ndoa ya watoto wao ifanyike. Mwananchi mwingine anaongezeka hata wazazi ni wawili tu watoana ndio wanakuja kwa sababu tunataka Mungu. Leo wazazi watokea kwa barabara informe kama tuliunga jana. Ile ni ya kule haiko ya huko. Bwana tusaidie. Wazazi wataambiwa tukulisha kwa mali. Mimi anakuja na kwa mimi ndio kupresenter mume wangu au mke wangu yote. Odo telefanyika suka, decision ya telefanyika suka. Awajui tulifika tu mbele ya ofisier wale waenda civil tukadeklare kama tunaoana. Na pastor leo mjini wa pastor wao na ruhusa kufanya kile kitu alafu Maria civil na nchi. Yote pamoja anaifanya na anamaliza yote. Anapatia yote. Bwana tusaidie. Lakini yetu tunafuata utaratibu kulingana na mila zetu na tamaduni zetu. Unahakikisha zile jamaa mingi zizungumza. Bwana tusaidie sana. Wakati hizi zote zilishafanyika, unapasha pia hakikisha wamepewa mafundisho. Bila propose quelques sujets importants zinaweza kufundisha wakati mtakapofundisha somo la Shabando. Hii ni msemo huko mbele ndio maprealable avant même kuwapatia enseignement ya ndoa. Bwana Yesu asaidie sana. Donc zile ndio nimesema ndio ninapasha kutangulia kufundisha ndoa. Introduction asante. Baadaye sasa unaweza kufundisha na propose tu quelques sujets mingi inaweza kufundisha, lakini unaweza kuwafasiria ndoa ya Kristo ni nini. Waelewe ndoa ya Kristo, waelewe msingi wa ndoa Biblia. Unaweza kuwafundisha pia le trois piliers du mariage au kuna tatu za ndoa, nguzo tatu za ndoa. Ile iko Genèse 2:24, Mwanzo 2:14. Unaweza wafundisha pia heshima, vitu gani vinaweza kuleta heshima ndani ya ndoa. Unaweza kuwafundisha juu ya msamaha. Unaweza kufundisha pia mazungumzo katika ndoa.
kufundisha malezi ya watoto, unaweza kuwafundisha umebakia nyuma. Mtaona syllabus sasa. Qu'est-ce que le mariage? Les fondements du mariage, les 3 piliers du mariage, de l'éducation jeunesse.